Ndugu yangu Abu. Vipi, naona leo mambo sio mazuri au? Ndugu yangu, mambo sio mazuri kweli. Maana toka vijana walivyoandamana, sheli zimefungwa ndugu yangu, leo siku ya 3. Kazi zangu haziendi. Sielewi hapa, nisema ngoja kwa ndugu yangu nipatie jambo kwa shilingi 2000, basi na mimi nipate kula nyumbani na familia. Mimi sielewi kaka. Ndugu yangu, yani mimi nikupe pole. Na pia mwenyewe nilivyokuona unatokea kule, nikasema alhamdulillah, ndugu yangu anakuja anigee chochote kitu nipate kuacha nyumbani hapa. Maana ndugu yangu, hali sio hali ndugu yangu. Huwezi amini, kuanzia asubuhi ndugu yako hapa nilipo sijaweka kitu chochote kile mdomoni zaidi ya maji tu ndugu yangu. Kwa tunafanyaje ndugu yangu? Ndugu yangu, yani hadi mimi hatua nilofika sasa hivi nafikiria kama vipi, kama basi kama sio kuweka kitanda changu bondi, au basi nikauze simu yangu ili mradi tu nipate hela mwanangu. Swala la kitanda ndugu yangu au mimi sikusupport. Afadhali ya simu kidogo. Sababu ndugu yangu anaenda kuweka bondi kitanda, upate pesa kugomboa, umeshindwa kugomboa kitanda ndio kinaenda. Na maana shemeji atandaza chini siku zote. Japokuwa anasema kimfacho mtu chake, lakini sio kwa kitanda ndugu yangu. Mimi sikusupport kwa hiyo. Ndugu yangu unachongea ni kweli. Sasa unafikiria kama nisipoweka kitanda bondi ndugu yangu, unafikiri nitakula nini? Ama shemeji yako naye atakula nini? Simu yenyewe ndo kama hivyo, unaweza ukazunguka kutwa nzima usipate mtu wa kununua simu. Bora kitanda kidogo, ukimwambia bwana, pale nyumbani nina kitanda pale. Vipi ni hata 30,000. Mtu anaweza akakupa, sio simu. Ni mwenyewe kweli na njaa kama nilivyokuambia, na siku ya pili sijafanya kazi. Ila sikufikia kwaza iko kuweka bondi kitanda changu au kuuza hata godoro. Na imani nitakula ila atachelewa. Kwa mimi sikushauri iko kitu ndugu yangu. Sawa ndugu yangu, nimekuelewa. Na wewe ni ndugu yangu wa faida. Maana siku zote anasema ukiwa na ndugu anayekujali, na pia ukiwa na wazo wako kimpa akikusupport kwa namna moja ama nyingine, huyo ndo ndugu wa kushikiana naye kabisa. Na wewe kwangu yani ni zaidi ya rafiki. Sio, unanielewa? Ya ndugu yangu, kwa ndio hivyo mimi nimeuelewa ushauri wako na nitaufanyia kazi. Na nakuahidi kabisa siwezi nikauza kile kitanda la kukiwekea bondi. Ila Mungu amtupe mja wake. Mungu wa kutoka mtume kauombea. Twende hivi kwa Mungu hapa tukamjaribu, maana tupatie kilo 3 au 2 tupatigawana mimi na wewe ndugu yangu. Basi sawa, haina shida. Kaka, hilo godoro alipeleka wapi? Naenda kuuza ili tupate hela kula. Sasa sisi unaenda kuuza godoro, sisi tutalala wapi kaka? Dogo, usiangalie kulala, angalia kwanza tumbo lako. Sawa, kulala hata chini unaweza kulala. Ila angalia kwanza tumbo lako. Sijui umenielewa? Lakini kaka, usiuze godoro. Sisi tutalala wapi kaka? Jifikirie kwanza. Wewe dogo unajifanya unajua sana kuliko mimi, si ndio? Hapana kaka. Siku hizo unaanza kunipanda kichwani. Nimekwambiaje? Naenda kuuza godoro na kitanda, tupate hela ya kula. Haya, hebu niambie, tusipouza ile godoro na kitanda, utakula nini wewe? Nijibu, utakula nini? Kwa hiyo naomba usiniingilie. Na kama hauna mazungumzo mengine, naomba ukae kimya. Sijui umenielewa? Kwani kisha niende na kazi zangu. Dadangu, nimekuja hapa maana Kibuyu alinielekeza kuwa wewe unahitaji kitanda pamoja na godoro. Kutokana na jana mambo yangu yalikuwa mengi, sikupata muda wa kuja. Hivi leo nikaona acha kwanza niende huko nikauze hivyo vitu angalau nipate chochote kitu. Nimekuja dadangu, je, vipi uko fulani kuletee baadaye au vipi?
Hapana, mimi vitu vile nimeshanunua tayari. Kibuyu mimi nakurejeshea mrejesho kwamba hivyo vitu ungeniletea. Damu sikufichi. Hapa unaponiona kuanzia asubuhi dadangu, yani sijatia chochote. Yaani sijatia chochote kile kombonda dadangu. Na nikategemea kabisa huko nakwenda mambo yanaweza kuwa mazuri. Basi nikarudi nyumbani nikachukua vile vifaa nikaja nayo hapa nipate chochote kitu. Sasa ndo kama hivyo nakwambia ushanunua dadangu, yani kiukweli umenikata pozi lote dadangu, sikufichi yani. Basi tutabidi tutafutie mteja mwingine ambaye anaweza akanunua hivi. Maana mimi nimeshanunua na hela sina. Haina jinsi. Inabidi tuongee na yule Dula yule. Pengine atapata mteja ili uuze hivi vitu. Maana mimi hapa hela sina. Pia dadangu samani, kama hata unaishi 2000 au buku, naomba unisaidie ili mradi nikapate kula, maana hata mdogo wangu nyumbani nimemwacha dadangu hajala chochote na istoshe tumetoka kugombana. Kisa mimi kuja kuuza kitanda dadangu. Naomba nisaidie kama una buku 2000. Ili mradi tu mdogo wangu apate kula dadangu. Ila sasa hivi hali ngumu sana. Yaani hapo cha kusaidia. Utafute tu mtu ambaye anaweza akanunua hivyo vitu au akakukopesha. Sasa dadangu nakuelewa. Acha mimi. Karibu mdogo wangu. Asante. Karibu sana. Shukrani. Unasemaje? Je, nauma. Tena usiniambie upumbavu wako. Jana mimi nachukua godoro na kuuza usiku umenikataza wewe. Afu wewe asubuhi unakuja kuniambia, "Kaka, njaa inauma." Mimi nifanyaje? Kaka, mimi sijakukataza. Mke wangu. Katika kupita kwangu mtaani kuna kijana nilikutana naye. Ameniambia kuwa anauza kitanda pamoja na godoro. Unaonaje tukavinunue hivyo vitu? Utamwaminije kijana mtaani? Hizi hivyo vitu kaviba. Sasa tuletea matatizo mnaona. Lakini unachoniambia kama kinaniingia akilini. Maana huyu kijana mimi mkutana naye mtaani ndio anaanza kunieleza shida zake, kuwa na matatizo, sio anaishi na mdogo wake. Bali Sasa sisi tungelala chini ya floor, kwenye floor. aha. Kwa hiyo unathamini kulala kuliko kula kwako, si ndio? Alafu we dogo, naona siku hizi unajifanya unajua sana kuliko mimi, si ndio? Yaani siku hizi dogo nakuona yani unajifanya wewe ndo mkubwa kuliko mimi. Halafu we dogo, wewe maisha yao magumu hivi na hivi, ila inapaswa kwanza nianze kumpeleleza, na kama hivi vitu ni vya kwake, basi inatupaswa tuvinunue. Hau unaonaje? Basi sawa, niache nikuache kwanza kidogo. Sawa mwanangu. Dadangu, samahani sana kwa kusimamisha hapa. Samahani, hivi mimi naishi hapo nyuma, wewe unaishi wapi? Naishi mitaa hii, sio mbali na hapa. Dadangu, kiukweli nyumbani nina shida sana, hali sio hali. Kwa hiyo mdogo wangu nyumbani analia njaa, na istoshe ni mdogo sana, hawezi kuvumilia njaa. Kwa hiyo nilikuwa nina vifaa vyangu na viuza pale nyumbani, ikiwemo kitanda pamoja na godoro. Dadangu, Pole sana. Kwanza shida tunaomba binadamu. Alafu kingine ningekushauri kaka yangu, usiuze vitu vya ndani kwa sababu
Sasa hivi maisha yamebadilika. Wale wanakuja kuuza kwa bei hii, kesho unaweza kupata kwa bei nyingine zaidi na ile uliyouzia. Kwa hiyo ninakushauri usiviuze, ila jioni nilikuwa naomba wewe na ndugu yako mje nyumbani kwangu mjumuike usiku katika chakula cha usiku. Nitashukuru sana dadangu, nitashukuru sana. Basi acha mimi niende hapo. Haya, karibu wewe. Shukrani. Shoga yangu, sio kwa kunisusa huko. Hata uonekani kila siku ni Jamini. Mimi pia nimechoka. Ugomvi wapi? Shemeji yako karudi. Majukumu huko ndani yamezidi. Utatoka? Kwa hiyo shemeji yangu ndo anakuzia hata kuja kunisalimia. Ujui tena. Ujui. Kisingizio tu shemeji. Una lolote bibi wewe. Nipe jipe la kumtani. Kinachojiri. Shoga, mama nani kajifungua? Mama Ashura. Wewe. Habari ndo hiyo. Lini tena hiyo? Ndio umekuja kunipombea leo. Sasa leo shoga yangu. Na majukumu yote huko ndani, lakini leo nitatoka. Leo nitatoka. Wewe huyo utamvizia shemeji yako kalala, natoka. Shoga, usije ukapigwa tu na shemeji, maana yule si unajua. Hapana. Hawezi kumtoa meno kwa sasa hivi. Kwa sababu gani? Najua kitu nilichompa shemeji yako mpaka katulia. Wewe. Unajua tena mjini. Usijali shoga, mimi nitakuja. Basi sawa, nitakuona mtoto. Basi sawa, nitakuona. Usijali shoga yangu. Baadaye. Poa, amekuja niende. Nenda tena ukamwahi kuvuga wako. Ndio kashatulia. Shoga yangu. Haya, kwa heri. Haya, poa. Poa. Father, nimekuja hapa kwako, naomba nisaidie. Nyumbani kakangu ananitesa sana. Sijala toka usiku. Unamaanisha toka usiku mpaka sasa hivi hujakula chochote? Ya, Father. Alafu sitoshe, anataka kuuza godoro la kitanda ili tupate hela kula. Mimi nimemzuia. Na kaka yako yuko wapi? Kaka nimwacha nyumbani. Na anafahamu kuhusu hili kuwa wewe hujakula chochote? Nafahamu. Amesemaje ulivyomwambia? Alinifukia sana. Kakufokea? Sawa. Wewe nenda nyumbani. Mimi baadaye nitakuja kuzungumza naye. Ondoa wasiwasi wote, utakula na leo utalala vizuri kabisa. Mdogo wangu. Kuna kitu nimekumbuka. Lile jambo la kipindi kile nilokuambia kuna mtu ana shida. Anahitaji kuuza vitu vyake vya ndani. Ndio anauza sasa. Anauza bei rahisi. Jamani. Shemeji yako leo tu, yaani limepita kama lisali moja. Kashanunua vitu vya ndani. Yaani nawe una tasubira. Mimi nilikwambia ungesubiri tu. Subira nini dadangu, nimechoka kulala chini, maana mpaka mgongo unaniuma. Ndio hivyo, Mungu kaleta riziki ndo kanunua. Basi sio riziki yangu. Halafu yule kijana alishategemea, mimi nilishaongea naye kwamba hapo mteja yupo wa kununua hivyo vitu. Alikuwa na matumaini kabisa akileta vitu vyake anauza. Ndio maskini. Basi wewe tumia tu ungo wote, ili tu mrizishe. Mwambie tu ile ndugu wangu alikuwa na vihitaji lakini kasafiri kaenda mkoani kidogo kapata matatizo. Au unasemaje? Ili usimnyonyeshe. Na ni vitu vizuri. Bado vipya kabisa. Unaonyesha roho shoga yangu. Yaani hata hivyo ulivyonunua haviendani na hivyo alivyokuwa navyo kijana. Basi tena sorry, sasa tufanyeje na vitu shemeji yako ameshanunua. Basi sawa. Sawa vipi lakini shemeji yangu ajambo? Ajambo. Kapunguza kupiga piga.
Toka nimpeleke kituo cha polisi. Kakoma sasa hivi. Na wewe shoga yangu achege mdomo. Nashukuru sasa hivi tunaishi vizuri. Sawa. Nashukuru na mimi. Karibu mdogo wangu. Asante basi na mimi nitembelee. Basi nitamwambia kwamba hivyo vitu basi atafute mteja mwingine. Wewe mwambie au kama na mimi nitapata mtu kila anahitaji nitakujuza. Basi sawa. Sawa basi. Taniagia shemeji yangu. Shukrani dadangu. Pia usinione nimekuja leo ama nimechelewa. Kiukweli dadangu, jana nilihangaika sana kuitafuta nyumba yako, lakini sikufanikiwa. Na hata hivi yenyewe kufika hapa ni kama bahati nasibu dadangu. Shukrani. Alafu kingine, jana nilisahau kidogo kuongea na dada. Ila nilikuwa naomba leo siku nizungumze naye ili tujue kwamba uje jioni ujumuike na sisi au la. Basi sawa dadangu. Nakutegemea sana. Na pia usinione nimekuja peke yangu, maana jana nilikwambia na mdogo wangu. Ila bahati mbaya manzuri, mdogo wangu amesafiri ameenda mkoani. Karibu tu. Asante sana dadangu. Basi acha mimi niende dadangu. Sawa, shukrani dada. Sawa. Vipi mdogo wangu? Maana kila siku unasema sijui kutembelea. Karibu, mimi nipo. Ana ndo namtaka shemela yangu mpya nimuone. Lile za mwamwa tu. Lile nalichuna. Mjini hapa kuna shemeji shoga yangu. Bibi tunaangalia maokoto upo. Tena mimi ninapopenda hela shoga yangu. Tafikiri na kisima cha benki. Una dhambi wewe. Wewe dhambi una? So vizuri hivyo. Vizuri vilikuwa vipi? Kaa na mtu mmoja uishi naye. Sasa huo muda wa kufumania nikiongozelewa haya meno ndio siku ambayo ya kutulia. Dada, kuna jambo nilikuwa nakuomba kama utojali. Wakati narudi nilikutana na kijana. Alikuwa ananielezea maisha yake jinsi alivyo na mdogo wake, maisha yake ya shida sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama utojali tuweze kujumuika naye katika chakula cha jioni. Unasema nini? Ajumuike wapi? Hapa. Na wewe toka lini umeshaanza kujuana na vijana? Amna, nimekutana naye tu njiani kwa. Ana shida gani mpaka aje kujumuika hapa kwangu? Maisha yao ni magumu. Hapana, sihitaji mtu nyumbani kwangu. Tena nilikuwa naomba tu kama utojali. Jiwezi Lakini kwa sasa hivi shoga yangu niache tu niwachune. Mimi hata sijali. Kwani mtu akinipa sifa mbaya kanizaa. Mimi hata sijali shoga yangu. Mamangu yuko kijijini. Wazazi wangu wako kijijini, mimi hata sijali shoga. Upo. Wazazi wako kijijini sio ndugu zako nzima. Sawa ndugu zangu, ndio hapo nitakapongongozolewa hayo meno, wewe najua udugu wangu ndio utakuja. Kama utachukua maiti utaisafirisha. Haya, lakini bibi siachi kuachuna. Tena lile za mama ndio siliachi kabisa. Upo bibi. Mlete nimuone. Pengine hata kwa mama wangu mieje. Maana wewe usijali, utamjua tu, utamjua. Linalochunwa mjini hapa. Mjini pesa shoga yangu. Wewe na mzee wako ule tulia naye usubiri kwa kaida. Bana. Hawezi kufanya kazi. Hana kwake. Hana kwake. Wewe mwenyewe unajua hali halisi hapa nyumbani. Au kwa ajili ya masofa ndio yamekuchanganya mpaka unaanza kuita vijana huku ndani waje. Amna dada, sisi tunapata kitu. Iko kitu sijaungana nawe kabisa. Hapana, sitaki mgeni nyumbani kwangu. Mgeni asiyetarajia ghafla ghafla. Basi hata siku nyingine pambana, utafute kwako ukamweke. Ukamwandalie chakula chako binafsi, lakini kwangu sihitaji mtu.
Nisaidie tu. Hapana. Yaani tuongee mambo mengine lakini hilo jambo hapana, sijafiki. Na kwanza mambo ya vijana sitaki niasikie, utaondoka hapa kwangu. Chimami. Unajua jinsi gani ninavyokupenda. Na isitoshe, nimeamua kumsafirisha mdogo wangu kwa ajili yako. Na pia nimetoa vitu vyangu vyote vya ndani kukupa wewe. Usijali mpenzi, mimi mbona nakupenda. Alafu usiwe na haraka, vitu sio umenipa tu jana. Ondoa shaka bibi. Lazima niwe na haraka. Ninahitaji kuhamia kwako, Mbua. Nalijua mpenzi, lakini ondoa wasiwasi, mimi ni wako tu. Ondoa wasiwasi baby, nakupenda. Unachongea ni cha ukweli? Yeah. Nafurahi sana na nafarajika muda wote nikisikia neno unanipenda. Nakupenda baby, yani ondoa shaka, mimi ndo wako. Na sina mwingine zaidi yako wewe. Nakupenda, naondoa shaka kwa hilo. Ni kweli unachongea? Kweli. Basi sawa, haina shida. Sawa. Maana nilikuwa naelekea hapo kwa rafiki yangu Abu. Acha niende nikamwangalia kama yupo. Sawa. Basi sawa, baadaye. Sawa, I love you too. Mume wangu, leo shemeji yako hapa kaja, tumekaa naye. Eti anaanza kuniambia kwamba dada, nimeenda dukani nimekutana na kijana ana shida, ameniomba tuje tushiriki pamoja meza ya chakula. Nikamshangaa, nikasema ina maana huyu mtu tunamtuma dukani anakutana vijana huko. Yaani mpaka alikuja nimekaa kwanza nimemshangaa yule msichana. Eti ana shida tumsaidie dada. Nikamwambia haiwezekani, bado ananiendelea kuniforce. Basi nimemkanya hapa kakasirika, kaondoka kwa hasira, sijui kama leo atapika kweli. Unasemaje mke wangu? Ndio hivyo mume wangu. Shemeji yangu huyu ambaye ni mdogo wako wewe? Ndio mdogo wangu huyu. Kaanza lini haya mambo? Mimi ndo nashangaa leo mume wangu. Yaani mpaka nimebaki na muangalia tu hivi. Anataka kuleta vijana wa kiuni hapa? Vijana eti wana shida. Haya wewe. Umetoka huko kumwaga bibi yako? Ndiyo, nimemwaga. Una uhakika? Maana nakujua wewe. Nimemwaga. Alafu mama, nimekuja huku kuna maswali nataka nikuulize. Haya uliza, maana wewe uishi maswali wewe. Mama, kila siku mimi hapa unaniambia na baba yangu. Akija huyu nasema huyu ni baba yangu. Huyu baba yangu. Mimi nataka nimjue baba yangu wa ukweli ni nani. Kwa litakaje mtoto? Wewe uli? Nakula. Dada naomba wasaidie. Kaambia wewe unasema nini? Kaondoka hapa kakasirika. Yaani sijui kama leo atapika. Yuko wapi? Kaondoka hivi. Yaani huyu leo usije ukanipa lawama. Maana wewe unampendelea sana mdogo wako. Unampendelea sana wewe. Hapana, sio maana nampendelea, lakini leo nimestajabu. Kitu alichofanya ni kwangu ni kipya. Hajawahi kufanya hivi. Mkosi gani tena unakuja? Mimi nimechoka mwanangu. Nimechoka. Mdogo wako kama kashindwa kukaa hapa, mrejeshe kijijini. Ndio iko nilichomwambia. Kama umeshindwa kukaa kwangu uondoke. Basi mke wangu, haina shida. Mimi yule nitakaa naye chini. Nitajaribu kumhoji vizuri ili nijue kijana ni nani na nitamtafuta. Kweli mwanangu, bora ufanye hivyo. Basi haina shida mke wangu. Asante mwanangu. Enza shule sikutumii wewe? Natumia. Uvai wewe? Navaa. Kwa hiyo utakuwa unataka nini wewe? Hivyo mtoto mwana anapenda kunisemesha wewe au nikupige saa hizi? Usinitafutie undani mtoto, naomba utulie. Shenzi wewe. Lakini mama, mimi nataka kujua tu. Kujua nini wewe? Kujua nini? Ukui wewe? Kujua nini? Kitu gani? Tena toka.
Shenzi wewe. Juli baby. Shida nini mbona hivyo tena? Yaani nimetoka kwa nyumbani. Nimeongea na dada. Kuna mtu nilimwahidi nitamsaidia. Dada mwenyewe nimemweleza haelewi hata kidogo yani. Mpenzi. Niko shirika msaada tena? Amna, ana matatizo yule mtu. Tatizo lipi? Yaani kwao maisha yao ni magumu. Hata haeleweki, ana mbele wala nyuma. Yeye pamoja na mdogo wake. Upoje naye? Eh? Upoje naye mtu? Nimekutana naye tu njiani tu. Kumkutana na mtu tu njiani mpenzi wangu. Kisa ati ana hali ngumu, nataka umsaidie. Kwa umsaidie kumpeleka nyumbani akaishi nyumbani au umsaidie kivipi? Chakula tu cha usiku. Chakula cha usiku. Ndio dada amekwambia? Kasema hamtaki kumuona wala hataki chochote. Sasa mbona swala simple mpenzi ndio kutukunjisha amani kama hivi? Basi sawa. Ukishakutana naye tena kwa mara ya pili na kuahidi mlete nyumbani. Sawa. Nitakugia support sawa mpenzi? Sawa. Kuwa happy na taji kuone kwa mwenye furaha sawa? Sawa. Sipendi nikuone hivyo mimi. Sawa. I love you. I love you. Poa. Karibu shoga yangu, hapa ndo kwangu. Nashukuru kunitembelea, karibu sana. Lakini mbona kama haupo sawa mami, shida nini? Na shida shoga yangu, ndo maana nimekuja hapa kwako. Si yule mdogo wangu. Leo kanifuata. Nilikaa pale sebuleni kanifuata. Dada, kwamba kuna mtu nimekutana naye njiani. Ana shida, ana mahali pa kula, nahitaji tujumuike pamoja tule. Sasa nikabaki najiuliza, imekuwaje mpaka anakuja kuniambia maneno kama hayo? Eti mpaka namfikiria vibaya. Shemeji, Abei, nimerudi nyumbani hapa nimekuta malalamiko. Malalamiko gani tena? Wewe umwambiaje dada yako? Kuna jambo nilimueleza. Nikamwambia kuna kijana anahitaji msaada. Kwa hiyo kama atojali anaweza kumsaidia au la. Msaada gani huo? Msaada tu wa chakula cha jioni. Shemeji yangu, utasaidia watu wangapi hapa mtaani? Wangapi wana matatizo hapa mtaani? Mwanangu alivyokuja nilijaribu kumweleza. Anasemaje? Anasema ataongea naye. Ndio namsikiliza. Basi sawa, msikilize kwanza shemeji. Ila bibi uangalie. Watoto wa 2000 hawa. Sangine anakuambia, huyu ana matatizo, ana nini, kumbe bwana wake. Upo bibi? Usije ukaachika bure kwa ajili ya mdogo wako. Mwenyewe nafikiria hivyo. Ngoja nimwachie mume. Atakaponipa mrejesho nitajua. Sawa, lakini kuwa makini. Si unajua vitoto vya 2000 maana vimecharuka balaa. Tafanyaje? Sawa. Hao vijana ni waongo, wanajifanya wana matatizo, kumbe ni wezi, ni vijana wauni. Mwisho wa siku kukaribisha kwako, ukiamka asubuhi unakuta nyumba nyeupe. Usiwaamini kabisa shemeji yangu. Watakuja kukuletea matatizo. Hao kabisa nishawajua ni vijana ambao wa kiuni na wakuta sana vichochoroni hao. Hawafai hata kidogo. Umenielewa shemeji yangu? Nimekuelewa. Nenda shemeji yangu kama umenielewa.
We baba, mbona unaingia upigi hodi, unakuja bila taarifa? Kwani shida nini? Tushaonana huko na tushaongea. Mbona unakuwa hivyo wewe? Kwani kuna kosa mimi kuingia bila hodi? Na isitoshe, kumbuka maneno yako uliniambiaje? Kwako ni kwangu. Sasa kitu gani hapo kilichokufanya ushtuke? Hata kama, lakini mbona una haraka hivyo? Si vitu ambazo tulishaviongea. Mbona unakuwa na haraka, unakuja unipi taarifa afu upigi hodi unaingia tu? Kiukweli nilikuwa mishemishe zangu. Nimepata angalau kijera kidogo. Nikasema sio kweli, hata nipitie kwa mtu wangu, nimpe angalau chochote kitu ili aweze kutumia na yeye. Na ndio maana umeniona hapa hivi sasa. Hapo sawa, basi karibu kae. Shukrani. Nipe story. Mimi nipo mzima, sijambo. Sijui wewe my baby. Kumbe Isa bado unaye tu mpenzi wangu toka siku ile. Na lazima nitunze. Kweli unanipenda baby. Vipi lakini? Nzuri tu. Natoka siku ile tukuonana tena mpenzi wangu hadi nimekumisimamia. Na tu majukumu. Ndio hivyo na force time moja kama hivyo ukipata muda unatoroka unakuja baby. Uje ninapokaa mbali nawe sana. Nisikia vibaya. Sio jinsi ninavyokupenda mpenzi wangu. Najua. Alafu vipi ile swala la kuhusu ile kijana ambaye utakumsaidia nyumbani? Bado familia yangu inagoma, yani bado. Sasa dadangu ndo yeye kashamwambia mpaka shemeji. Shemeji yako amesemaje? Shemeji tu kanisema basi, hajasema chochote kuhusu kijana. Sawa, sasa mimi nataka kushauri kitu mpenzi wangu. Nimekaa nimewaza, nimeona bora tu mchukue kijana. Uende naye pale nyumbani. Yule ukishafika naye pale nyumbani, sura ya mambo na haya, lazima jisikie aibu, atampokea tu mpenzi wangu. Wewe ndio ushauri wangu mimi, nakushauri wewe mchukue nenda naye pale nyumbani afuone. Hamna mtu akumfukuza. Sikuwa nifikirie. Nikiona hivyo ambia shemeji yangu wewe. Mimi kama unavyoniona na kama nilivyokuambia, nimekuja hapa kukuachia chochote kitu. Sawa. Sijui umenielewa. Na pia sipendi kukuona ukiwa na hasira muda wote. Sawa. Unajua kabisa ukiwa na hasira moyo wangu unapatwa na kidonda. Sijui unanielewa. Nakuelewa. Wewe ndo mlembo wangu, wewe ndo sukari yangu na wewe ndo asali yangu. Sijui unanielewa. Sijali baby, nakupenda. Nakupenda pia. Basi sawa. Acha mimi nikuachie chochote kitu nikaendelea na mizunguko yangu. Sawa. Nisikilize mimi mtu hata analombaya vipi? Si unanielewa? Kashafika hapa kashamuona kweli mpi mtu anahitaji kweli msaada. Kama kweli mtu ajiwezi na kweli njaa inamuuma, hawezi akamfukuza mke wangu. Nitajaribu kumpeleka labda siku moja, yani siku yote nitajaribu nitampeleka. So jaribu kufanya hivyo ninachokwambia. Na hiyo ndio njia pekee nyepesi ya haraka. Hivi kimfano umeidia hata kama mimi labda nakuja na mtu hivi bwana ndio hapa. Hivyo unaweza kumfukuza kweli na mwenyewe pale pale. Kumfukuza na kuangua. Sema inategemea na mtu mwenyewe. Shemeji yangu na dada yangu wale sijui. Sawa, jaribu hivyo. Kishashindikana tutaangalia njia mbadala nyingine. Sawa mpenzi wangu? Sawa. Ila nakupenda baby. Nakupenda pia. Ila sipendezoi sasa unavokaa kama hivi muda mrefu bila kuja bila nini. Sio jambo siwezi nikaja kwenu. Basi nitakuwa nakuja siku moja sio mbaya. Ndio unajitahidi mama tu halali nimekumisi kweli. Basi poa mami. Haya. Poa, nashukuru unitembelea wewe. Haya pesa. Duniani kuna watu na miungu, watu wanapenda kusujudiwa, ukikosea wanatokwa na utu. Wanaabudu uchawi, udhandiki, roho mbaya. Blaza. Naam.
Nimeitikia wito wako brother. Safi, mwenyewe sijategemea kama utafika. Lakini ndugu yangu bwana, wewe una shida kiongozi? Ndio. Sasa kuna mchongo bwana nataka nikupe mwanangu ili ukiutekeleza fresh, hela ipo ndugu yangu. Mchongo design gani huo brother? Bwana, huo mchongo wenyewe ndugu yangu, mchongo wa wizi kiongozi. Tulia sasa mjomba, usiwe na pressure. Mbona unastuka mjomba? Changamka mjomba. Huo mchongo una hela mjomba, au wewe una shida mjomba? Wewe una shida mjomba? Brother, kiukweli mimi hiyo kazi sijai kuifanya kabisa brother maishani mwangu. Na pia isitoshe ni kazi ya hatari hiyo brother. Mjomba, hiyo kazi sio ya hatari kwa sababu kwani mjomba wewe una shida? Au una shida mjomba? Wewe una matatizo kibao, unataka pesa mjomba. Pesa ndio hii ndio kazi mjomba. Hutaki kazi mjomba? Ni kweli brother. Nina shida na hela. Na pia isitoshe na mke wangu ananitegemea. Na pia anahitaji pesa. Na naona kabisa maneno yako. Bibi, jana mimi nilienda kwa mama. Nilivyoenda kwa mama, nikamuuliza, "Mama, mimi baba yangu ni nani? Maana kila siku unanionyesha ni mwanaume mwingine, halafu unaniambia huyu ni baba yako, huyu ni baba yako, huyu ni baba yako." Nikimuuliza baba yangu ni nani, ananikwepa tu, hanipi hata jibu langu. Yaani hata sielewi hapa ni baba yangu mimi ni nani. Yaani huyu mama yako pia mimi ananichanganya mjukuu wangu. Yaani mimi pia sielewi. Sielewi hata mimi mjukuu wangu. Yaani huyu mama yako haeleweki. Yaani sijui itakuwaje. Lakini hata usijali. Mimi nitamfuata mamako, nitaongea naye vizuri maana haeleweki mamako. Mimi mwenyewe kila siku namuuliza huyu mjukuu wako baba yake ni nani, lakini haeleweki. Nionyeshe mumeo mwingine wa ukweli basi. Haeleweki mamako. Lakini usijali. Nitayamaliza mimi mwenyewe na mamako. Licha ya yote, nimemwambia alipomaliza hapo akanifukuza, "Toka, nenda kwa bibi yako." Alikufukuza? Ndio, amenifukuza. Huyu mtoto ana nini jamani? Kama ananishawishi hivi. Sio kama anakushawishi mjomba. Sijui unanielewa? Hiyo kazi mjomba ina hela. Au mjomba unataka kazi, wewe una shida. Kama una shida basi tembea mjomba. Sepa mjomba, kama mimi nakuletea mchongo hutaki mjomba. Sana unataka kazi gani mjini hapa? Unataka kazi gani? Basi nenda mjomba kama unataka kazi. Sepa basi. Basi brother. Tusigombane. Sisi sote ni ndugu. Na pia umeniletea mchongo wa hela. Sina budi kukubali brother. Mimi nipo tayari kufanya hiyo kazi. Sasa mjomba umenifurahisha mjomba. Sasa mjomba hapa sasa ndio tunapata hela sasa mjomba. Sasa nisikilize sasa mjomba, nikupange. Huo mchongo una pesa. Sawa brother. Na wewe mtu anapita saa ngapi? Muda huu anapita hapa mjomba. Wewe sikilizia sasa hapo mjomba. Pesa umepata mwanangu. Basi sawa brother. Basi mjomba, wala hamna shida kama ndio hivyo. Umeshaani hapo kila kitu kimeshaisha. Ukirudi nyumbani mpelekea shemeji nyama. Chapo tu mchongo ushaisha mjomba. Sawa brother. Subiria hela mjomba. Kibuyu wewe. Acha kukumutu. Kibuyu wewe. Kama Mungu tulivyokutana njiani ndugu yangu. Maana mguu ulikuwa unakuja nyumbani kwako. Toka nilivyorudi ndugu yangu jana sijakuona, leo sasa ngoja nikutembelea kwanza ndugu yangu. Nitambue vipi unavyoendelea. Ndugu yangu mimi kiukweli namshukuru Mungu. Na kama unavyoniona. Na pia kama ulikuwa unakuja kwangu kunitembelea, mradi tumekutana hapa. Ni jambo la heri sana na ndugu yangu. Habari za huko kutoka hapo ndugu yangu? Ndio kwa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeenda salama, nimerudi salama kama unavyoniona. Ni jambo la heri. Je, vipi kuhusu ile swala lako? Kuhusu ile swala langu ndugu yangu, ushauri wako nimeufanyia kazi. Vile vitu sijauza kabisa ndugu yangu. Vizuri sana ndugu yangu. Nashukuru sana kupokea ushauri wangu na kutendea kazi kama huo. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na pia isitoshe, kuna demu nimempata ndugu yangu. Baada ya kumpata huyo demu, vile vitu vyangu vya ndani ndio nimechukua, nimeenda kumuonga yule mwanamke ndugu yangu. Unasemaje? Kuna demu nimempata. Baada ya kumpata yule mwanamke, nikaamua kuchukua vitu vyangu vya ndani na kwenda kumuonga yule mwanamke ndugu yangu.
mwanamke. Hivyo una akili kweli? Yaani ni bora hivyo vitu ungeuza, ungechukua pesa, ungefanya masuala yako mengi kwenda kuonga. Anaambia unalala wapi? Ndugu yangu, pale kwangu si nimepanga chumba kimoja na seble pale. Nalala chini. Yaani vitu kama unge mwanamke au lale chini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba mzito huo. Yule mdogo wako unaambia unamlaza chini. Asa ndugu yangu, kumbe shida mdogo wangu. Mdogo wangu nimemsafirisha, nimempeleka kijijini. Nimempeleka Karime na kuna ng'ombe za kuchunga huko. Yaani bwana nina rafiki mbuzi, siku yote naweza nikamuuza, nikapata 40,000, 50,000, laki mpaka milioni. Ndio rafiki wewe. Yaani ndio wako mpeleke shamba, afu vitu kaoga munga mwanamke una chini. Una akili kweli wewe? Tena hapa kubadilika bwana. Ushaniuza akili huna. Yaani ama kweli ndugu yangu, umenitusi tena sana. Yaani mimi nilitegemea wewe bonge la rafiki. Au yule mwanamke unamtaka wewe? Niambie basi kama unamtaka wewe. Yaani watu wengine mimi nikajua bonge la rafiki atanishauri ushauri mzuri kwamba rafiki yangu huyo mwanamke ulompata basi shikiana naye. Kumbe ananiambia eti umeonga vitanda sijui nini unalala chini. Kwa nini nakuhusu nini mimi nikilala chini au nikilala juu? Shoga yangu, afadhali hata ulivyokuja. Maana ninaombea hatari. Sinaambia mimi ndio wako. Lete habari za mjini shoga yangu. Shoga hizi kaja mke wa kiburi. Nikutana naye. Bibi analalamika, si mdogo wake kuna mkaka kampata anataka kumpeleka nyumbani. Kisingizio ale chakula cha usiku. Upo. Bibi yule kaja anaogopa maana anaona ndoa yake inaelea. Mama kaja mashavu amemshuka kana anapuliza moto wa vifuu. Wewe jamani. Ile familia ilivyokuwa na dini. Wala ifanani. Mke wangu. Kuna wazo nimelipata. Sijui kama litakuwa zuri kwako na wala sijui utalipokeaje, ila usinifikirie vibaya. Wazo ambalo nililolipata, kwanza nikuulize. Kwani shule mdogo wako anafungua lini? Jumatatu ijayo ndio anafungua shule. Jumatatu ijayo? Ndio. Sasa wazo ambalo nilolipata, unaonaje tusimsafirishe mapema hata shule zikifunguliwa ikamkutie huko huko kabla hajatusababishia matatizo hapa. Kweli mama. Bora tumsafirishe mapema kabla ya shule kufunguliwa. Imkutie huko huko. Maana atakashaanza kuibua matatizo hapa. Tena ni makubwa. Yaani hili jambo usilione dogo. Ikiwa mtu ni mgeni hapa kaja kwa ajili ya likizo tu, alafu ghafla anaanza kuzoeana na vijana wa kiuni. Kama mvua jamani. Stella? Mwingine Stella macho kwenye macho ya watu. Moyoni anajua Mungu. Jamani. Habari ndio hiyo. Na ule binti hata umzanii. Ndio hivyo shoga yangu. Kwa ningekosa kuja ubunge nilikosa ngapi? Mie tena. Ningefunga safari mbona ningekuja. Shoga yangu, mimi najua hapo chochote kinachotokea lazima nipate. Tena shoga yangu zege alilala, likilala nimeganda. Nakujua shoga yangu. Kwa shoga yangu bwana hata kuletea ubuyu. Mimi ningeupataje? Mdogo wangu bwana, tutaonana. Sawa. Msalimie Shemela. Haya. Tutakuja kuhamishiwa na nyumba hapa. Tutajikuta hatuna nyumba, tunalala nje. Vijana wa huku mtaani hawaeleweki. Yaani hawafai hata kidogo. Usijali mwanangu. Tutafosi kabla shule haijafunguliwa. Aondoke. Shule ikifunguliwa awe shule. Tena vizuri sana kama inawezekana. Kesho, yani mfungashe vizigo wake leo usiku huu. Kesho huyu aende. Ngoja arudi kwenye safari zake. Tutaongea naye. Miona? Haya, safari hizo wapi? Wapi alipoelekea? Wewe unaonekana wewe ni michezo ya mdogo wako wewe unaijua. Sasa usiku huu unaniambia arudi safari zake, ameenda wapi?
Hapana mume wangu, sio hivyo. Nimemwagiza dukani. Aha, umemwagiza dukani? Nimepitiwa kidogo mume wangu, samehe. Samehe mume wangu. Basi sawa, wewe nenda kaendelee na mapishi ili tupate kula. Asante mume wangu, ila nisamehe mume wangu. Asante. Kibuyu, huyu mtu anatisha. Kibuyu, jana mtu siku simba. Kibuyu, kibuyu buyu we, kibuyu uwe. Unajua mamtu, kani nilivyokuambia. Nimetoka kidogo nimeenda kule kutafuta walau nipate pesa ngutolee barua tupate kufunga ndoa. Unajua bwana Lisa kuzini imeshanichosha. Ndio. Halafu pia vile vile pendeze hata katika jamii iliyotuzunguka. Ndoa na heshima yake. Tukishafunga ndoa mimi naye tukishakuwa mke na mume, hata kutambulishana kwa watu inakuwa ni vizuri. Kama bado ni mume wangu, ni mke wangu, inapendeza. Ndio. Halafu mamtu, kuna kitu sikielewi. Kitu gani hicho? Nilivyoondoka sikuacha hivyo ndani, ila kuna mbadiliko mkubwa. Naona kitanda za kisasa, kabati kubwa. Sikuzoea hivi ndani kwako mamtu. Unaweza kunieleza hilo umetoa wapi? Amna baby. Nilikuwa nacheza kikoba kwa Marina pale, kuna kikoba tunacheza. Na nilicheza michezo, kwa hiyo ndo nikajichanga ndo nikanunua hivi vitu. Kama ni hivyo ni jambo zuri sana. Mwenyezi Mungu akuzidishie kwa kweli. Sasa mke wangu, najisikia uchovu mkubwa, nitapumzike. Sawa baby. Alafu mbona kama haupo sawa? Shida nini mpenzi? Hilo swala achana nalo mama. Maana nikutana na rafiki yangu hapo njiani. Kweli changamoto. Achana nao tu mpenzi wangu. Tupumzike kwa sasa usiku. Je, nimekumia sentence zangu? Hauja ni miss baby yangu. Mama. Haya. Niambie na huyo tena ni nani? Mdogo wangu. Nilikuwa nimekuita hapa, nilikuwa na mazungumzo na wewe. Leo nimekaa na shemeji yako, tumeongea. Tumeshauriana kwamba shule zinakaribia kufunguliwa. Tuko tunaona uwahi kwenda shule kabla shule haijafunguliwa. Ili shule ikifunguliwa uwepo maeneo ya shule. Ndio ndio. Ya shule. Au ndio kwa kuwa nimekuuzi toka nimekuomba shule ile kijana aje. Au shemeji hataki tena nirudi hapo. Sawa, lakini sema nikiwahi kule napo wanafunzi wanakosoa wengi sana, tunakuwa wachache. Basi kwa kuwa wewe umesema na umekaa chini umewaza umefikiria umeona kabisa inafaa kesho nirudi shule, basi nitarudi. Sawa, lakini nilikuja kwa ajili yako. Na huyu pia ni baba yako. Mimi nina baba wangapi? Maana kila siku nikikukuta na mwanaume unaniambia ni baba yangu. Nataka nimjue baba yangu ni nani. Hebu kwanza kuwa na heshima. Na heshima gani unaitaka wewe? Ni heshima gani unaitaka? Sasa ni mambo gani mama? Mambo gani vipi? Huyu mtoto tu simsikilize bwana. Mtoto ongea maneno kitu uzima, sema mtoto. Achana naye. Mimi nilijitokea moja wako nipumzike, hata amani ya moyo uje kwa hiyo nifariji mke wangu. Yule tambo meusi kama hivi. Mbona nende zangu kwanza. Mimi mambo gani kama haya sasa natiana? Mama, naomba unieleze vizuri ya nyooke. Nataka nimjue huyu ni nani. Aliyotoka hapa nataka nimjue ni nani. Nimekwambia ni baba yako. Nataka nimjue baba yangu. Hivyo mtoto kwa nini unielewi wewe? Si nimekwambia ni baba yako. Hivi niongee kitu gani wewe unielewe wewe? Ndio nishakwambia yule ni baba yako. Nenda kamtafute baba yako. Asa mimi nitampata wapi? Ndio maana nikakwambia yule ni baba yako. Kamtafute. Wewe unajifanya kimbelembele, alafu wewe siku nitakuchukua nikuminye wewe. Kwa nini unisikii? Wewe kwa mtoto wa mizimu. Nakuuliza wewe kwa mtoto wa mizimu? Sinaongea na wewe. Ndio maana mimi sitaki uje kwangu hapa. Kwa hiyo hutaki nije kwako kwa sababu umenipeleka kwa bibi kule, wewe ufanye mambo yako hapa. Mimi ninazurura usiku hata sijui bibi mwenyewe yuko wapi.
Tangia asubuhi mwenyewe na bibi yako. Tangia asubuhi hata sijatia kitu mdomoni zaidi ya kunywa chai tu. Na ndio maana mimi sitaki uje kwangu. Mimi ya masikio nitashika, mimi ni amofwe, mimi mtoto unisikii wewe. Pumbavu wewe. Shemeji huyo? Niambie shemu lake. Naona mambo so haba. Kivipi shemu wangu? Shemeji yangu, yani Mungu naona kakujazia. Nilivyokuwa mimi kama shoga yangu tu alivyokuwa yeye. Shoga yako wapi? Kwanza tuachane na huko shemeji yangu. Kusema kweli shemeji, mimi nakupenda kutoka moyoni na wala sijakutamani shemeji yangu. Jamani, majirani huku. Shemeji wa kunipenda mimi? Aswa shemeji. Hivyo shemeji una akili kweli wewe? Umekunywa pombe umevuta bangi? Mbona sikuelewi? Yaani umpenda shoga yangu afu na mimi uje kunipenda. Dada shikamoo. Marahaba mdogo wangu, mambo za siku? Salama dada, jambo? Afu kuna kitu mdogo wangu nilikuwa naomba nikwambie, japokuwa ndo tumekutana tu kwa bahati mbaya. Dada yako juzi amekuja kwangu analalamika kwamba unachukua vijana unataka kuwaleta. Hiyo umechanganyikiwa wewe? Shemeji, mimi nakupenda, moyo wangu nakuzimikia. Wewe mshamba nini? Yaani mimi mdada nasimama hapa nikadhani unaniambia kitu cha maana, eti shemeji nakupenda. Tena ukome. Koma. Afu siku nyingine usinisimamishe kuniambia habari zako za kijinga. Lione kwanza sura lake, kabuti la mkwele. Ndio. Shemeji. Yaani wewe linga tu. Ipo siku utakuja kuingia huu muziki. Si unajikuta mzuri? Wanawake wangapi hapa kijijini walijikuta wazuri na ametembea na Nsamboi kama mimi. Wewe ipo siku hapa utajaa tu. Cheza na mimi wewe. Cha nyumbani kisingizio unasaidia nini? Chakula. Kweli nilimuomba, kuna kijana nimekutana naye ana matatizo. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu chakula cha jioni. Basi kuwa makini mdogo wangu. Unajua vijana wa sasa hivi wachezeaji. Mwingine tu atakuhitaji kwa gea hiyo ili mradi akupate. Na isitoshe wewe bado ni mwanafunzi. Kwa kuwa makini mdogo wangu, kuna maradhi sasa hivi. Na mwanaume akishakupa, vijana wa sasa hivi akishakupa mimba anakukimbia. Kwa mdogo wangu natakiwa kuwa makini. Sawa. Basi sawa. Salimie dada. Haya mimi naenda. Kijana wangu, afadhali nilivyokuona hapa njiani. Maana nilikuwa nafikiria nitakupatia wapi, nitakutafutia wapi. Tuyache yote yalopita. Nasikia kuwa ulikuja nyumbani mke wangu kakufukuza sana. Sasa mimi nahitaji nikusaidie. Nahitaji uje uishi kwangu. Faza. Umesikia mimi nahitaji msaada? Umesikia mimi sijiwezi? Faza, afu naomba unisikilize. Isitoshe sasa hivi nimepata mwanamke kule bondeni. Sijui unanielewa. Nakula vizuri, nalala vizuri, na shughuli zangu zinaenda vizuri tu. Afu leo unaniambia mimi unichukue ukaniweke kwako. Faza, hivi unajielewa kweli? Hivyo ndo kijana yule uliokuja nyumbani nikasikia ni mpole au ni mwingine hapa nimemfananisha? Wewe ndio ulikuwa unauza vitu vya ndani wewe? Faza, naomba unisikie. Tena usikie vizuri. Nimekwambia hivi, maisha yangu najiweza, sihitaji msaada Faza. Usitoelewe kipi hapo? Nisikilize vizuri kijana wangu. Usipende sana kumwamini mwanamke. Mwanamke huyu hana kuragai tu. Mimi nahitaji nikusaidie, maisha yako ije kuwa mazuri. Hapo unaposema kwamba unakaa kwa mwanamke, sio kila kitu unagalamiwa, sio nini? Kumbuka kuna leo na kesho. Huyo mwanamke ipo siku atakuja kukubwaga, atachukua mwanamume mwingine.
Hebu achana nayo tu, yaache hayo yote. Najua una hasira tu. Wewe unahitaji kunisaidia mimi? Hapa mtaani kuna vijana wengi sana wasiojiweza. Unaweza ukachukua ukaenda kuwasaidia. Sio mimi Faza, mimi najiweza, nina maisha yangu. Sijui umenielewa. Na mimi nilifikiri umenisimamisha hapo utaniambia kitu cha maana. Kumbe unaniambia utumbo Faza? Ulijiona unapendwa, kumbe unatendwa. Kajivisha kilemba unachokipenda. Wewe imevunjika kijiti, uko radhi. Ehe, afadhali nimekuona. Nataka uniambie wewe ni nani? Kwa nini unaniuliza hivyo? Wewe si ndio ile siku nimekukuta kule nyumbani? Nataka kukujua wewe ni nani. Hivi wewe kusoma hujui, ina maana utapicha uone? Kwa umenikuta na mama yako, basi jua mimi ndio baba yako. Wewe ni baba yangu. Na inamaanisha mimi mama kwanza hakuniambia kama wewe ni baba yangu. Inamaanisha mimi nina baba wengi. We dada, mbona hata nilivyokuona. Lo, mnajifanya watu wa dini, kumbe hamna lolote. Wanafiki wakubwa. Haya, wewe yule mwanao si mdogo wako kumuita bwana yake ndani aje kula chakula, mnatuongopea sisi na mgeni na utakupa chakula, kumbe wanafiki wakubwa. Anamleta bwana yake ndani kwako. Unata haya. Mashungi makubwa. Mbona kama sio kama hivyo unavyofikiria ndugu yangu. Kumbe yule alikuwa anahitaji tu kumsaidia yule kaka. Hebu kuwa na adabu. Unavyosema hivyo unamkosea hadi mama yako, sawa? Mimi ndio baba yako. Mimi sikujui kama wewe ni baba yangu. Kwanza naenda huko nyumbani, naenda kupambana na mama aniambie wewe ni nani. Kama wanawake, ila sema tu mimi ndo nilimzuia, maana nilikuwa sitaji mtu nyumbani kwangu, lakini sio bwana wake. Anahitaji tu msaada yule kaka, ndio maana mdogo wangu akawa na moyo wa huruma kutaka kumsaidia. Sio kama unavyozani hivyo. Saidia nyinyi, mmekuwa nyinyi ndio watu wa kutoa misaada ndani mwenu. Basi usikilize dada. Nyumba zote hajaziona kaziona za kwenu. Sio hivyo unavyozani wewe. Nini? Kazi kucheka watoto wenzenu, ya kwenu inawashinda. Kazi kucheka watoto wenzenu, ya kwenu inawashinda. Mnajifanya nyinyi mnajua sana kulea. Mbona kwenu inawashinda? Kama nyinyi waleaji, mbona kwenu kawashinda yule mtoto mdogo? Hadi mabwana waita nyumbani kwenu. La, habari tunazo na tunatamba nazo. Habari zako tunatamba nazo mtaani hivi. Unajua hatujui? Bibi we. Mnajifanya shida kubwa. Wanafiki wakubwa nyie. Hamna hata haya. La. Mpenzi. Najisikia faraja sana kuhamia hapa kwako. Sijali. Kidogo tu mpenzi wangu. Jisikia ni relax kabisa, jisikia ni upo kwako. Mbona unaongea kinyonge sana? Haujapenda mimi kuhamia hapa kwako? Hapana mpenzi. Mama, kumekucha tena humu ndani. Kila siku kuletea watu wapya. Haya, naomba uniambie, wewe nywele kama msukule. Sijui umemuokota wapi? Sijui umemtolea dampo? Mpenzi, mbona sere huyu ni nani? Huyu ni mtoto wangu, lakini kidogo mwezi mchanga. Akili. Kwa hiyo usijali maneno yake, achana naye. Sawa, ni mwezi mchanga. Wewe binti wewe. Hivyo unanitukana mimi mtu mzima kuniambia nywele kama msukule? Wewe binti, hujafunzwa au? Inaonekana hujamfunza binti yako. Kisa unajua mtu asokuwa na akili anaongea chochote tu mpenzi. We mama, subiri kwanza nikutie nukta hapo. Maana unaongea, unabobwaja. Nikuulize kwanza swali hilo moja. Mimi ningekuwa sina akili ungenipeleka shule? Kwanza tuulizane. Mimi na yeye nani ana akili? Maana kila siku mundani kumletea watu wapya tu siwaelewi. Huyu leo tena nywele kama msukule, sijui umemtolea wapi na utampeleka wapi? We binti wewe. Unanitukana mimi? Nitashika masikio yako na kuyavuta, kuyanyonga nyonga hayo. Wewe mpenzi, naona hapa tayari kishaingia kidudu mtu. Hata mimi niondoke nikapumzike zangu huko.
Usimuite mama yangu mpenzi. Kwanza huo upenzi umetoka lini? Umeanzia lini na utaishia wapi? Kwanza mtu mwenyewe unanyuka jasho na nywele zako hizo kama msukule. Ndoka hapa, tutaki kukuona. Kwanza tushakuchoka. Na kama leo unataka tena kuweka desturi ya kuja hapa tena ushindwe kaka, upo uishie hapo hapo ulipo, upo Mlango ule pale ulipoingilia ndio utokee pale pale. Pitisha miguu yako hapa. Hey, bado usirudi hapa nyang'au. Hivyo mtoto, kwa nini unapenda kuniingilia kwenye anga zangu wewe? Nimekuzaa, umenizaa. Nakuuliza wewe. Tena naomba ukome, tena koma kama ulivyokoma mshenzi mmoja wewe. Baba wangu, wewe mpumbavu nini? Tena nisisikie tena, ndio maana mimi sitaki uje kwangu, nataka ukae huko kwa bibi yako. Mama, hata usiniongeleshe kitu chochote. Naomba upishe tu hapo, mimi nitake nilale. Maana humu nitasikia mlango sasa hivi unagongwa aingie mtu mwingine. Nimechoka, nataka kupumzisha akili yangu. Kila siku watu wengine. Pumbavu wewe. Aya, pita ulale. Bibi, nimetoka kwa mama. Huwezi amini. Nimemkuta mama na mwanaume mwingine. Namuuliza mama, huyu ni nani? Ananiambia yaani haniambii kitu chochote tu, kanyamaza, hana jibu la kunipa. Hivi ni kweli unachoongea? Ndio. Sawa, kama ni kweli mimi nitamuita hapa nije kuzungumza naye. Bibi, kila siku unaniambia hivyo hivyo, nitamuita, lakini mama anazidi kufanya mambo ya ajabu tu. Mimi mwenyewe naelewa mkuu wangu. Sio kama sielewi, naelewa mjukuu wangu. Sawa. Nakupenda sana pia, nikiwa mbali na wewe nakuwaga sina amani kabisa, ila pindi nikiwa karibu na wewe nakuwa na faraja na mwenye amani muda wote. Kweli kabisa. Wewe mwanamke, usitaki kuniaminisha unachozungumza mwanao ni cha ukweli. Dakika kadhaa tu tumekutana hapo unataka kusema wewe vile ni mtoto si vile sio. Kitu gani kinachofanya? Achana na ng'ombe. Kwa staili hii. Mbona sielewi? Wewe ni nani? Wewe unaenda hapo? Simama hapo hapo kwanza. Kama unanisubirisha mimi. Chima! Nini? Vipi tena mpenzi? Mbona kama mabegi hivi? Kwa mpaka nikakupa hilo begi wewe hujaelewa tu. Naomba tu utoke kwangu. Tena sasa hivi naomba utoke. Mpenzi, nimefanya kitu gani hadi unanifukuza? Sasa mpenzi, unanifukuza. Nitaenda wapi mimi? Mpenzi, unajua kabisa kwangu sina uwezo wa kulipa kodi. Na isitoshe nimetoa vitu vyangu vyote kuja kukuonga wewe, ikiwemo kitanda na godoro. Ona hata nilivyoviboresha. Leo unanifukuza, naenda wapi mimi mpenzi wangu? Nimetoa kitanda, nimetoa godoro, nimetoa kabati. Tuliandikishiana? Na kuuliza tuliandikishiana kwa mjumbe au kwa mwenyekiti? Nataka tu uondoke, sikuhitaji tena. Naomba uondoke. Hapana mpenzi, naomba. Naomba toka kwangu, toka. Kwa hiyo unamaanisha? Ondoka ndio namaanisha. Namaanisha mtu msiba analia. Kuna mengi yanamsibu. Kwenye dunia kuna mengi majaribu. Shoga yangu, nimefuata wito. Maana sikia unaniita ndo nimekuja. Karibu mdogo wangu. Asante.
nilichokuitia hapa nilikuwa naomba nikushauri kidogo mdogo wangu, sawa? Mwanamke stara, mwanamke utaratibu. Wewe unadanga kwa mwanaume huyu, kwa mwanaume huyu, kwa mwanaume huyu, kwa mwanaume huyu, sio utaratibu. Mimi nilikuwa nakushauri utulie tu, kama unatulia na mwanaume mmoja basi, au kina Juma, siku na Asumani, chana nao. Usikia mdogo wangu? Maliza ndio. Wewe ndio udugu wangu. Mimi najua si unanitia nini, labda kuna umbea unataka kunipa. Kama unanitia hayo, wewe nani unapenda kunifuatilia eh? Yaani mimi hata mume wako akinikalia vizuri napita naye bibi. Upo? Hadi mume wangu mimi unapita naye wewe? Unauliza swali unauliza jibu. Bibi wewe sina cha kushauri kwa kweli. Nimekuvulia kofia. Mimi najua si unanitia mambo gani, kumbe mambo hayo. Wewe wapi wewe? Tena siku nyingine kwenye mambo yako ya kijinga kama hivi usio unaniita. Upo? Mama nipishie jamii. Mwanangu, nimekuita hapa. Hivi hizi tabia zako mwanangu zitaishi lini wewe? Mbona unamtesa mwanao? Mwanao hana raha. Nirekebishe mwanangu. Mama, mambo yangu hayakuhusu. Kwa nini anapenda kunifuatilia mimi mambo yangu? Wewe alifuatilia nani? Mambo yangu mimi hayakuhusu. Sijui umenielewa? Hayakuhusu kabisa, niachie na mambo yangu. Sawa? Tusifuatiliane. Nikwambie kabisa tusifuatiliane. Mwanangu, ndivyo nilivyokulea hivyo? Unanijibu hivyo mimi mama yako? Mimi nishasema tu tusifuatiliane. Umenilea vipi, umenilea hivi, mimi hiyo sitambui. Ila tu ninachotaka mimi tusifuatiliane, yani usinifuatilie na mambo yangu. Naomba unielewe. Sawa. Karibu. Mambo shoga yangu. Shwari, za kwako? Shoga yangu nilikuwa naomba hifadhi kwako. Nilikuwa naomba unistiri shoga yangu. Nilitoa usiku wa leo kwako. Nikustiri hata usiku wa leo? Una matatizo gani kwani? Wewe naomba tu nistiri tutaongea. Shoga yangu habari zako nazo na natamba nazo. Bibi umeenda kukopa uko asa, kausha damu, oya, una madeni unadaiwa. Leo hii wewe kuomba hifadhi? Unanichekesha. Hela zako ulikula nani leo uje kuomba hifadhi kwangu? Ulowapa hela zako na mkatumia wote, ndio ukaombe hifadhi wakusaidie wewe. So mie. Leo shoga yangu ndio akunipa maneno. Lazima nikwambie. Tungekula wote leo mimi ningekusaidia. Lakini hela zako umekula na wadau wako leo uje kwangu, naomba hisani, naomba msaada. Haya, nimeandika bango mimi nasaidia watu. Ni mwenye maisha yangu sijiwezi, nikakusaidia wewe, nakusaidiaje? Sawa, lakini kumbuka wewe ni rafiki yangu, wewe udugu wangu. Sawa, udugu umeanza leo kwani? Lako langu. Najua lako langu lako. Basi ina hizo hela tungetumia wote likawa langu lako. Sawa, tuachane na hayo. Naomba tu nistiri kwa leo tu. Kisha nitajua na wale mashemela je? Vipi? Hawana msaada nawe leo? Achana nao. Kimeumana shoga. Halo. Mimi kwangu msaada hakuna. Wewe kuweza. Udugu mimi na wewe tumeanza leo. Tumeanza muda mrefu, usiwe na msaada na mimi, hela zako unakula peke yako. Saizi amekushika huko hea unakuja na hapo. Hata kama inahusu bibi hapa msaada hakuna. Unapokulaga nenda huko. Kwa enzio unapotumia hela zako ndio enda kaombe msaada huko. Hapa hela hakuna, sina hela, maisha yangu magumu, maisha yangu mwenyewe sielewi na nakula nini? Sielewi kabisa sielewi. Wewe nawe unakuja hapa unaambia wewe naomba msaada hakuna. Kama ushoga uishe basi na uishe tu, lakini hapa msaada shoga yangu hakuna
Ulikuwa unajishaua wewe. Na Juma na miela. Sina nini yaki kwa wapi? Hizo hela zimeondoka shoga yangu. Ovya. Nenda tu unapochezaga, nenda ukacheza unapochezaga bibi eh. Haya, usalimie. Salimie na shemeji mwenye mihela. Haya, nenda bibi wewe. Tiara nusu. Msaada. Maisha haya mpaka lini? Kwanza najutia kosa langu. Sasa hivi ukizingatia sina pa kwenda. Wanaume wote nilikuwa nao wamenikimbia. Rafiki yangu ambaye nilikuwa namtegemea naye amenikataa. Mungu, naomba unisamehe. Najutia makosa yangu niliyoyafanya. Dunia imeniadaa. Yote niliyofanya hana maana kwangu na sijaona faida yoyote. Natangatanga mara huku mara kule. Inafikia stage mpaka nalala nje. Hapa itabidi tu cha msingi nikamwombe msamaha mama yangu na mwanangu. Najua mzazi hawezi kumtupa mwana. Yule ni mama yangu, hawezi kunitupa. Ingawa rafiki zangu nilokuwa nao wamenitupa. Lakini yule ni mzazi wangu, hawezi kunitupa mimi. Cha msingi itabidi niende nikamwombe tu msamaha. Haya tena, umefuata nini hapa? Mwanangu, naomba unisamehe. Yote nilifanya msamehe ni mama wako. Kumbuka una mama mwingine zaidi yangu. Mimi mama nishakusamehe, lakini nataka unionyeshe baba yangu. Nataka kumjua baba yangu. Moyo wangu utakuwa mweupe na nitakuwa nimekusamehe kabisa. Sawa mwanangu, babako nitakuonyesha. Muda sio mrefu nitakuonyesha baba yako na umjue baba yako. Ila kwa sasa msafiri. Atakaporudi tu nitakuonyesha baba yako. Sawa mwanangu. Mola tunusuru kijiji chetu. Kwa mwanangu mnisamehe. Mungu baba. Mama, naomba unisamehe mama. Najua nimekosea mama. Dunia tu imeniadaa mama. Naomba usitokee. Naomba unisamehe mama. Kuna mengi majaribu kosa. Mimi mwanangu nishakusamehe. Mradi Mungu wangu kukusamehe na mimi nimekusamehe. Mchawi ana maana huyo. Kwenye dunia kuna mengi majaribu kosa. Ukiona mtu mzima analia, kuna mengi yanamsibu. Kwenye dunia kuna mengi majaribu kosa kumsaidia. Ona kijiji kinaangamia. Mchawi ana maana huyo, ona anayofanya huyo. Mchawi ana maana huyo, gogogo. Ona anachofanya huyo, anayofanya huyo. Mola tunusuru kijiji chetu. Mungu baba.